kila mmoja mwingine azidi kufika katika hukumu wa safari. Na kwa sasa asubuhi watupatia maandiko matakatifu ndani ya kitabu ya Yohana. Inatupatia ndani ya kitabu ya Yohana sura 7 mstari wa 38 mpaka 39. Tutasoma kwa wale wenyewe wakusikia vizuri. Yeye anayeamini mimi, kama maandiko yaliyosema, mito ya maji ya uzima itatoka tumbo lake. Neno hili aliseme juu ya roho wale wenye kuamini watakaompokea, kwa sababu Roho Mtakatifu ilikuwa hajakuja bado, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Ile Roho Mtakatifu ni namna gani? Wakati Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake, aliwatayarisha katika chumba kubwa. Na maneno ya leo kwa siku ya leo yanatuambatanisha sana kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kiini ya ibada yetu, kuishi katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Na wakati Bwana Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake, aliwaambatanisha, aliwatayarisha kubwa. Aliwaambia mubaki pamoja kusudi naenda kwa Baba kuwatayarishia makao. Wakati naenda kuwatayarishia makao, mubaki pamoja kusudi vile muishi katika njia ya Yesu Kristo, njia ya milele. Na walibakia pale, wamoja walikuwa tena na wasiwasi, Mungu Yesu Kristo anaenda, mwenzetu anaenda, mtumishi wetu anaenda, sasa tutabaki namna gani? Lakini wanafunzi wa Yesu Kristo walibakia tena katika nguvu ya Roho Mtakatifu, walibakia katika ile promese Yesu Kristo aliwaambia, ni kwa imani tu aliwaambia mubaki pale na watumishie nguvu ya Roho Mtakatifu. Na walibakia pamoja katika muungano mmoja, walimega mkate pamoja, walishiriki pamoja wote pamoja. Lakini vile wakati Yesu Kristo aliwatoria Roho Mtakatifu, wamoja walisema kwa lugha, walisema masemi kwa lugha. Na hasa vile walienda katika vijiji, walienda sasa katika vijiji kubwa. Tunapata tena nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu Kristo tupatia nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia Mungu wa Baba wa mbinguni. Walienda tena kuhubiri, walienda kufanya temonyaji fasi yote, na vijiji walienda. Watoto wa Mungu wale wenyewe kwa wasikia watumishi wa Mwenyezi Mungu walisema maneno ya kupiga. Na wale wenyewe kusikia walienda katika maneno yao. Wale wanasema nini? Wale wanasema maneno gani? Lakini wale wasikia katika nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia mitume wa Yesu Kristo walihubiri. Na wengine wa mitume wa Yesu walipata kuhubiri maneno ya mbingu. Wengine vile waliuawa, lakini Mungu wa mbinguni hakuachilia kamwe. Alipatia tena faraja lake, alipatia tena mapendo ya matumaini yake. Jua ni walikuwa na ile matumaini, walikuwa na ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa imani waliambia mubaki hapa. Wakati walibaki hapa, walienda juu na zaidi. Na tufuatilia maneno ya Yesu Kristo na vile na tuone namna gani tutazidi kutenda kazi ya Mwenyezi Mungu. Wakati kwa imani wa mtumishi wa Mungu anakuambia, ndugu na dada una ugonjwa, ni kwa imani tu Mwenyezi Mungu atatenda, utapona. Wakati unaenda mbona sasa siku zinapita mingi, mbona mtumishi ananiambia hivi nitapona, mbona kuwa hivi, mbona itakuwa je? Lakini vile wakati unapokea ile masemi, unapokea ile maneno kupitia nguvu ya Bwana wetu, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio kwa imani ndio mtu ananiambia hivi itakuwa hivi, mimi nitapona hivyo. Nitakuwa hivi na kuhakikisha nitakuwa hivi nitapona. Unakuwa na ile imani, ndio naenda katika ile utua yako, ndio naomba Mwenyezi Mungu, na Mungu wa mbinguni atazidi kukupatia zile nguvu na faraja yake, na atakuanza kuachilia kamwe.